ziko kwenye masikio. Haruni akawaambia, vunjeni hayo maagano yaliyopo kwenye masikio. Na mimi nikasema hivi, ni kuvunja agano linaloondoa usikivu wa nini? Wa nini jamani? Wasikio la kusikia sauti ya nani? Sauti ya Mungu. Haruni akawaambia, na mimi nataka niwaambie watu wa Bwana, lazima tukubali kuvunja agano ambalo linaloondoa usikivu wa sauti ya Mungu. Usikivu wetu uko kwenye masikio. Unachokisikia ndicho ambacho unachokifanyia kazi. Kinachosikika kwako ndicho kinachoendelea kwenye maisha yako. Anaendeleaje kusema? Rudia tena tu hapo, soma neno. Haruni akawaambia, zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu. Ziko kwenye masikio za wanawake hawa. Na wana wenu. Na binti zenu. Yaani hizo pete ziko kwenye watoto, ziko kwa watu, ziko kwa kila mmoja, na mabinti na watoto ziko kwenye hizo. Kuna agano limekaa kwenye masikio. Mkaniletee. Watu wote wakazivunja pete za dhahabu zilizo katika masikio. Wakazivunja pete za dhahabu zilizoko kwenye masikio. Wakamletea Haruni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaposemea habari ya sikio, watumishi wa Mungu, tumekuwa na masikio haya. Lakini tumekuwa na masikio haya, watu hawajajua katika ulimwengu wa roho, sikio ndicho chanzo cha namna jinsi ulivyo. Sikio ndicho baraka ambavyo Bwana amekubariki. Sikio lako ambalo unalo hapo ndilo linalokusaidia, lakini sikio hilo lina uwezo likawa na agano ambalo linaondoa usikivu wa sauti ya nani? Sauti ya Mungu. Kwa sababu kuna agano limewekwa. Na shetani anatumia masikio haya ili watu wasisikie sauti ya Bwana. Otoro bokondo kejo wikwa. Zimewekwa sauti, wameweka pete. Tena wamesema pete za nini? Za dhahabu. Boko jenja. Haruni akawaambia kabisa, siondoeni pete zenu kwenye masikio, lakini ondoeni pamoja na watoto wenu, kwa sababu zile zilikuwa zinazuia watu wasisikie sauti ya Bwana, maana wameweka agano la kishetani kwenye masikio, na kwenye masikio ndicho chanzo cha kusikia. Bwana asifiwe sana. Amen. Sikio ni lango la mafanikio. Asubuhi niliongea baadhi ya mambo fulani, lakini tunapokuwa hapa nataka nikwambie hivi, sikio linaweza likawa ni lango zuri sana la baraka. Bwana Yesu atusaidie sana kusikia sauti ya nani? Amina. Lazima tuwe wapole na wanyenyekevu ili tuwasaidie watu kabisa wanaoshida. Hapa mmoja katoka kwenu kuliko mkanisa. Mno osanga mno omoga ka hato silaka alafu kobisa kabisonzo fulani ya hena halafu alimpana kwaya alimtukuza Mungu alibisa kalimage na ya masalungano mkweli. Yaani mno dolo na domo na domo ni mtu Mungu mkana matatizo tu. Kimgusa tu kitoko usalangana ubisa sakala tu. Jaribu kuvunja hilo agano. Ukiambiwa hivyo maana yake kwamba kuna agano la sikio lako aliwaje likasikia. Shetani ameweka vitu vyake kwenye masikio. Unahubiri lakini hapana. Lemba na kwemba lemba abantu kwembera nchibe kwetagine. Alafu walemba bana kwaya bena alafu abene haba. Ani jero tuje tuniye hii. Bade bana kwaya bahena bare kuko. Urasaina kusaka katuna wana sababu chako. Kwenye mjipangi wangu wana kuimbiraji. Unaramimbo. Mjipangi ne? Ani mwawa. Mjipangi ne wawa. Ayi ba.
yani kile mahubiri kange kako hubiriwa keto mchungacho keto kwa mahubiri abantu meoleno. Maana yake ni kwamba babi sabaki ne ejire fata wakaya na weteka kujoba tulampo badona maombile kaka yofata mpoko do Paulo yambanize ni wakaki ije kwenu kwa fimpo maombi kalemaka kwa sababu hawana nafasi ya kusikia sauti ya Mungu. Hawana nafasi ya kusikia sauti ya Bwana, na wanaposhindwa kusikia sauti ya Bwana, maana yake ni kwamba hawezi wakawa na utii mikononi mwao, hawezi wakawa na utii ndani ya mioyo yao, hawezi wakamheshimu Bwana juu yao. Juzi nilikuwa tunaomba humu kiza kingwana kanya kalibana kiza kingwana kabiora kati situlimpo ndile baba katika jina la Yesu uwene winkila to pakacha na kwenda kolola magisemetu na kufunya magisemetu lilomba hivyo uwene anamtii Mungu kweli uwene huyo yani twatala hapo watu lilomba twabisa kama puzi to tutena masala twachimichaka mdogo kuno mpo Mungu halafu wabawiro bosaya masewa hawezi wakaisikia sauti ya Mungu. Ukiona sauti ya Mungu huwezi ukatengeneza ugomvi katika madhabahu ya Bwana. Ni mtu mnyenyekevu, juu yako itakochovejeto kwa ubiri bano. Uko tayari kwenda kwa ubiri watu na kufanya na kuacha kazi na shughuli zote na Yesu anafanya huko ulipo kwenye biashara yako. Yesu anatengeneza. Wanda bisa watu wale kile milimo tusina biashara mdeto bona kine. Kile wao wampeleza abizoni mimi buti kile baba wampeleza abizanga. Ukifanya kazi ya Bwana kwa kusikia sauti ya Bwana, nilisema asubuhi, chanzo cha kusikia sauti ya Bwana, wapo viongozi waliowekwa kwenye makundi yote. Osangwange no wikundi na wale maole mera. Obitantibe. Kitikwa. Nami inabomfuata. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie sana. Ili tupate kuisikia sauti ya nani? Karibu kama wewe ukasikia sauti ya Bwana, vunja kabisa vitu vyote vinavyosababisha ukose usikivu wa Bwana katika maisha. Kumbukumbu la Torati sura 28. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa kwanza. Utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako na kutenda na kufanya yale ninayokuagiza leo, anasema nitakubariki kila uendapo. Utabariki shambani, utabariki wapi? Soma. Neno la Bwana linasema utakaposikia sauti ya Bwana. Utasikia kwa kutumia nini watumishi wa Mungu? Sauti ya Bwana utasikia kwa kutumia nini? Sikio. Utasikia sauti ya Bwana kwa kutumia nini? Sikio. Sikio. Utakaposikia sauti ya Bwana kwa kutumia sikio lako, halafu anasemaje? Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Ndio. Kwa bidii. Kwa bidii. Kutunza kufanya maagizo yake. Kutunza yale ile sauti uliyoisikia. Anayokuagiza Bwana. Ndipo Bwana. Sasa kuna mafanikio yanatokea. Ndipo Bwana atakubariki kama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaposikia sauti ya nani? Ya Bwana, alafu anasema pale utakapoitunda ile sauti ya Bwana, wakati huo katika majira na katika saa ile utakapoitunda sauti ya Bwana. Namba 2, utakapoanza kutenda na kufanya. Mungu asemi tu. Mungu anaposema baadaye anataka aone unafanya. Unanielewa vizuri? Sio kusikia tu unasikia. Unaposikia lazima ufanye, lazima ukatende jambo. Kama umesikia kwenda kuhubiri, kahubiri. Kama umesikia kwenda kutoa, katoe. Kama umesikia kwenda kufanya jambo, kafanye hicho.
Hii si tulisikia kuhubiri. Mungu akatuletea barua kutoka pastoreti hii. Tumesikia, tukaacha zote, tukaacha mambo yote. Bahati nzuri kabisa mimi nikaacha na mke wangu huko, nikaacha peke yangu. Mwenzangu akawa mjanja akachukua mke wake. Leo ni kwa kujumisha. Ibira, watu mke wale. Watu haraka hauta. Unaona biadoro fumilisha die makadoge gendo shida nocha. Unaona bebe shoka hange o shoshwa. Yo neno ingwene ko tatumla. Para Yesu asifiwe sana. Utakapoisikia sauti ya Bwana na kufanyaje? Na kuinuka na kwenda kutenda. Halafu Yesu anasema hivi, nitakubariki. Lazima akubariki. Tutabarikiwa. Mimi nilikuwa nakunywa chai hapo, no tulikuwa simu. Na bosi fulani. Nikuingize hela bosi. Nasema ingiza hela. Na leo kono natabakije na onemo, moni kera kiruru. Na wamureba icho munemo atumino gwisa. Moni kiraki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Na hapa ni kwamba tunapomtukuza Bwana kwenye maisha yetu, lazima kwenye masikio haya, lazima lile sikio likubali kufanya kazi ya kutii neno la Bwana alilokuitia. Usinyo kutii. Unyenyekevu ni mzuri. Kutii ni kuzuri sana kwenye kazi ya Mungu. Na ndicho baraka zinavyoanza. Na ndivyo neema inavyoanza. Unapolitii neno la Bwana, unaposikia na kufanya. Biblia inasemaje hapo? Endelea kidogo mstari wa 2. Na baraka hizi zote zitakujilia. Baada ya kufanyaje watumishi wa Bwana? Baada ya kusikia. Lakini baada ya kufanya, ya kwenda kutenda, ya kwenda kushughulika, baadaye kuna baraka zinatajwa. Zinafanyaje? Sogea kama mstari wa 2. Na baraka hizi zote zitakujilia. Zinatoka wapi? Na kukupata usikiapo sauti ya nani? Ya Bwana. Ya Mungu wako. Tunazulumiwa, tunalaaniwa, tunakosa kwa sababu ya kutokusikia sauti ya Bwana. Na hii ndio injili yote katika ulimwengu wote. Ninaihubiri. Watu wakishindwa kusikia sauti ya Bwana watakuwa watu wa mateso. Nilikuwa nashangaa jamaa moja hapa jana anasema wenye shilingi 10,000, wenye shilingi 1,000 boka ya bashi. Yani wika shaka tena mtu kwa huko hizo wote siompekete akaka siompekete. Maana yake hujabarikiwa. Umefanya kazi gani mpaka buku imekukosa? Alafu kayusa kadu bachaka bampati mama bene babarikiwa, ibachake mama bampati babarikiwa. Maana bene wakachinchaka tu bakinyakwa tu. Wewe una kazi gani upewa gwi? Una kazi gani upewa? Panda kuhubiri wakena ruru. Kwa ino kana kuhubiri kile ruru ana. Sina kusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Biyo haya na kusaidia. Mimi kanisa nawaambia hivi, kubali kupangwa ili upafanyaje? Upangike. Nataka kukuya wale moko pangwa. Tunapowafundisha hivi tunakupanga. Kubali kupangwa na kukabala. Ule kukabala kinezo uliopangwa. Tunaopanga wangiwaka kabazu. Niliwaambia kuja kukaa huku mbele, unakuja unakaa mbele. Ukiambia ukaa nyuma, unakaa nyuma. Unakubali kupangwa. Tukiwaambia wewe unakuja kuimba jima ngapi, unakuja kubali kupangwa. Lekeza maelekezo yako kwenye kazi zako na biashara zako. Muombe Bwana kusaidie uwe na mpango mzuri wa kuisikia sauti ya Bwana. Utajitafutia matatizo kuchola no. Ukishindwa kuisikia sauti ya Mungu, tatafuta tulehera toka tunapitiliza. Mabosta kale meteka. Mahoma kale meteka. Kwa sababu utikwaga. Usikie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen.
Sikio ni chanzo cha baraka, lakini kwenye sikio lazima uwe na utii wa Bwana wako Yesu Kristo.